Habari ni wapendwa, natumai mko poa. Wagonjwa poleni, wazima tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu tuendelee na sehemu ya 4 ya simulizi yetu ya Penzi la Kicha Mpelelezi. Simu iliyopita tulishia ambapo Zamda alikuwa chini ya ulinzi. Akanajiuliza maswali, ni kipi kilichosababisha yeye kuwa chini ya ulinzi wakati muda sio mrefu alikuwa amenusulika kuuawa na mama mkwe wake, lakini polisi hawakujali hilo. Karibuni tuendelee. Nilifungwa pingu ambayo ilishikishwa na kitanda changu kilicho hospitali. Nilishangaa. Sasa Zamda, kosa langu ni lipi? Nimeua kwa kujitetea, nisiuawe. Na je, kama yule mama mkwe angeniua, angechukuliwa hatua gani? Kwa hao polisi lengo lao ni kwamba walitaka mimi nife. Mbona nchi haina haki jamani? Au Brown bado hawajamfunga? Na inawezekanaje? Au ndo kala njama na mama yake na mapolisi ili waje kunikamata? Ujue niliwaza mpaka nikafika mbali. Nikaanza sasa kuwawazia wale mapolisi vibaya. Niliwaza sana. Mimi hata sijui mambo jinsi nje yanavyoenda. Maana tangu nilipokuwa pale hospitali, sina picha ya kitu chochote kinachoendelea nje. Basi niliendelea kutibiwa huku mkono wangu ukiwa umefungwa pale hospitali. Kama nikitaka natumia mkono mmoja, kila kitu nilikuwa nafanya kwa mkono mmoja. Nikitaka kwenda chooni, kuna askari wa kike ambaye nilikuwa naye pale ndani. Kwa yeye nikitaka kwenda kujisaidia au nikitaka kwenda kuoga, yeye ndo anakuja kunifungua pamoja na nesi mmoja. Wananisindikiza naoga, nikimaliza shida zangu zote za chooni, wananichukua na nirudisha. Nilikaa takriban wiki 2. Hatimaye nikapata ahueni na sauti sasa ikaanza kutoka. Hatimaye nikaanza sasa kufanya mazoezi ya kutembea. Nikanatembea kwa na demadema. Lakini nilimshukuru sana Mungu kwa kuwa sikuwa na matumaini ya kwamba nitakuja hata kupiga hatua moja. Lakini sasa hivi nitembea kidogo kidogo. Siku moja nikiwa nimekaa na yule askari wa kike yule, nikamuuliza maswali. Kaza nataka nijue, nimdodose, nimchimbe, nijue. Na yule askari alikuwa ni mwanamke mzuri, ni wa Kiiraki, ile kabila ambalo linapatikana Karatu, mkoani Arusha, Tanzania. Alikuwa ni mzuri, anivutia, na sikutegemea kwamba mwanamke mzuri kama yule angekuwa polisi. Nikamuuliza, dada, nimesikia unamwambia kwa daktari kesho nitatolewa kupelekwa mahakamani. Hivi kosa langu ni lipi? Yule mdada akanijibu, wewe acha tu dada yangu. Ungejua
kilichofichika nyuma ya pazia, basi ungetambua nchi yetu haiko sawa. Kitendo tu cha yule askari kutamka maneno hayo, mshale hatari katika kichwa changu kagonga. Nikahisi labda nimezunguka kiaina na Brownie au atakuwa ameonga. Nikaanza najiwazia kimoyomoyo, kwani dada ni kipi kilichojificha? Nilizidi kumdodosa ukikuwa na shauku kubwa ya kujua, yaani ni kipi cha mimi kwenda mahakamani na kwa nini niende mahakamani. Kwa sasa siwezi kuzungumza lolote, utafahamu zaidi kesho utakapofikishwa mahakamani. Ila baki na ili moyoni mwako kuwa nchi haina usawa, na najua wewe ni mtu mzima utanielewa, aliniambia. Hata iweje, Mungu hawezi kukuacha mwenyewe. Yaani hawezi akamwacha mtu mwenye haki angamie. Yaani hata dunia nzima ikamtenga, ikamng'ong'a, lakini Mungu hatochoka. Yaani hivyo ondoa shaka, Mungu atakutetea dadangu, maana yeye pekee ndio hakimu wa haki na mtetezi wa wanyonge. Mwamini yeye. Yule mwanamke wa Kiiraki, yule askari alinitia moyo sana. Yaani ni kitu ambacho nilibaki njia panda. Yaani hakuna alichoniambia zaidi ya kunitia moyo. Yaani hakuniambia direct kuwa Zamda umefanya hichi na hichi, la hasha, bali alikaa tu ananitia moyo. Moyoni mwangu, yaani usiku kucha sikulala, nikaa tu nawaza ni kipi hasa nilichokifanya, au ni kipi hasa nilichokikosea, au nilichoifanyia hii dunia mpaka mimi kufikia hatua yaani ya kwenda mahakamani, kwa sababu sikutegemea na wala sija kuwaza kwamba siku moja nitakuja kwenda mahakamani. Siku moja nitalala gerezani. Siku moja nitakuwa mfungwa mimi. Sikutegemea kabisa. Kesho yake gari la polisi, la askari, ilifika pale hospitali. Nikafunguliwa ile pingu ambayo nilikuwa nimefungwa, nimeunganishwa na kitanda. Sasa nikapewa gongo la kutembelea. Lakini cha ajabu na cha kusikitisha, yaani wanajua kabisa sijui kutembea. Yaani siwezi kutembea. Lakini cha ajabu ni kwamba walinilinda kama gaidi. Yaani kama gaidi. Polisi wengine walikuwa mbele, wengine walikuwa nyuma, wengine pembeni. Sasa mpaka nikajiuliza, ni kipi hasa nilichokifanya? Sababu nishazoea kuangalia kwenye movie jinsi magaidi wanavyolindwa, kuangalia kwenye simu hizi clip mbalimbali jinsi magaidi yaani wakishikiliwa na polisi jinsi wanavyolindwa, na ndio jinsi mimi nilivyokuwa nimeshikiliwa na hao polisi na walivyokuwa wameniweka kati wananilinda azimgaidi. Wakataka kushika risasi, sijui jinsi wanavyoshika, sijui wanakufyatulia, sijui wanafyatuaje hizo bullet, sijui zinapoka. Yaani niliumia. Nikaingizwa ndani ya ile kalandinga la polisi, na moja kwa moja safari ikaanza kuelekea mahakamani. Ile nafikishwa tu mahakamani,
niliwakuta ndugu zangu na mama yangu nje ya mahakama. Niliwasalimia, lakini hakuna hata mmoja aliyeniitikia. Mawifi zangu nao walikuwepo, walinitazama kwa kinyaa, nikana kama vile wameona kinyesi ndio walipokuwa wananitazama. Nikabaki naangaza macho kuna huko kushoto kulia, labda nitabatika kumwona Godwin yule mkaka kichaa, lakini wapi. Labda nitabatika hata kumwona Brownie, lakini wapi. Nijikuta naachia kilio kwa nguvu, nililia. Hakuna hata mmoja alikuja kusimama upande wangu, hata mmoja. Si mamangu, si dada zangu, si ndugu yangu yoyote upande wowote alikuja kusimama na mimi. Ujue, nikana waza na kufikiria, ulimi ni kitu kibaya sana. Ulimi unaweza ukasababisha ukachukiwa na watu. Ulimi unaweza kusababisha ukavunjiwa heshima. Ulimi unaweza ukakuletea madhara na kupelekea mpaka ukapoteza maisha kwa sababu ya ulimi. Naendelea kutukulia. Hakuna aliyenionea huruma. Nililia tu. Nililia sana. Kweli nikaingizwa mahakamani na kupandishwa kizimbani kwa ajili ya kujibu zile tuhuma ambazo nimeshtakiwa. Mahakama ilifunguliwa kwa sala kama kawaida. Kisha hakimu akafungua faili langu la kesi na kuanza kunisomea mashtaka. Hakimu alikuwa ni mbabu mmoja hivi ambaye alikuwa na kipara ambacho kilikuwa kinaonekana kama vile kimemwagiwa mafuta ya kula, sababu kilikuwa kinang'aa sana. Alinitazama usoni, kisha akalisafisha koo lake kwa kikohozi chepesi na kuanza kuongea, huku mahakama yote ikiwa kimya. Utazani mle ndani kulikuwa na masanamu tu, maana hakuna hata aliyetaka kugusa mwenzake au kupiga kelele. Wote walikuwa wametega masikio yao kusikiliza kile ambacho nasomewa na hakimu. Zamda Hamis Ramadhani, unashtakiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa makosa matatu, nayo utatakiwa kuyajibu mbele ya mahakama hii ya hakimu mkazi. Kosa la kwanza, unashtakiwa kwa kosa la kumbaka kijana mdogo wa miaka 15 ambaye ni mtoto wa dada wa mmeo. Kwa kumdhalilisha kijana huyo, kufanya naye mapenzi kipindi cha likizo alipokuja kumsalimia mjomba wake ambaye ni mmeo. Hakimu alisoma hilo shtaka. Huku mimi macho yakiwa yamenitoka, nikiwa siamini kile ambacho ninachokisikia. Nijikuta natoa macho, bila kuyachezesha, bila kufanya chochote, hata kutingisha kope sikutingisha.
machozi yakananitiririka. Yaani nisiamini kabisa kile ambacho nakisikia. Jamani, binadamu ni wabaya. Binadamu ni wabaya. Binadamu ni wabaya. Yaani ni wabaya, asikwambie mtu. Bizamda, unatakiwa kujibu kesi yako ya kwanza kabla isomwe kesi ya pili, alisema hakimu. Kisha karani akanifuata pale nilipokuwa nimesimama. Akaniuliza mimi dini gani? Nikamwambia mimi Muislamu. Akanipa msaafu na kuniambia nifuate maneno ambayo atakuwa ameniambia. Na huko nikiwa nimeshikilia msaafu wangu mkononi na kuanza kumfuatisha maneno kwa naongea. Mimi Zamda Hamisi Ramadhani, na hapa kuwa nitaeleza ukweli wote na si vinginevyo juu ya mashtaka niliyoshtakiwa. Mwenyezi Mungu, naomba nisaidie. Niliapa kwa sauti iliyokuwa imeambatana na kilio cha kwikwi. Huku machozi yakiendelea kunitoka na kulowanisha uso wangu, na makamasi yakiwa yananitoka. Hakimu akauliza, Bizamda, eleza mahakama juu ya shtaka ulosomewa. Alisema hakimu, Mheshimiwa hakimu, dini yangu ni Muislamu. Ni Uislamu. Siwezi mimi kufanya kitendo kama hicho, hali ya kwamba najua kwamba hicho kitendo ni dhambi. Na ninawapenda sana ndugu zangu, ndugu wa mume wangu pamoja na watoto wao. Sasa iweje nifanye kitendo cha aibu ya kiasi hicho? Niliongea huku nikiwa nalia. Wapo watu walikuwa walioonyesha kunionea huruma. Wapo watu ambao walikuwa wanafurahia wakihisi kuwa nastahili kupata kile ambacho kinaendelea pale. Akaitwa shahidi wa kwanza ambaye ndo alikuwa sasa yule mtoto wa kiume wa wifi yangu, alikuwa anaitwa Junior. Naye pia pale alikula kiapo. Akaanza kuongea. Alikuwa tayari ashapangwa namna ya kuongea. Akasema, hakimu, nilikuja likizo nyumbani kwa mjomba. Siku moja shangazi akaniita chumbani. Nilipoingia tu nikamkuta yuko uchi wa mnyama. Nikataka kurudi nje mbio, akaniwahi na kunidaka. Alishikilia mkono wangu na kunilazimisha eti nimkojoze. Mtoto aliongea maneno hayo makali mbele ya mahakama na watu unajua, ukiwa umesimama sehemu au ukiwa umefanya kitu au umefanya kitendo ambacho ni cha ajabu, unaona jinsi watu wanavyokuwa huenda ukawa usikii, lakini the way wanavyoongea ukifuatisha midomo yao unahisi dialect kwamba wanakusema, iwe kwa mazuri au kwa mabaya. Minong'ono ilianza pale mahakamani. Hakimu kauliza, ikawaje? Junior akajibu,
Nilipiga kelele. Kwa bahati nzuri watoto wa jirani walikuwa nje wakiangalia mpira. Walikuja na kunisaidia. Ila baada ya shangazi kuonekana kuwa ameonwa, akawapa hela wale watoto, akanipa na mimi, na akasema tusiseme popote. Ila mimi nikawashauri wenzangu tuseme kwa wazazi, maana hata mashuleni tunafundishwa rushwa ni adui wa haki, alisema Junior mahakamani. Shahidi namba 2 akaletwa. Naye alikuwa ameletwa pale ni mmoja ya wale watoto wa nyumba ya jirani na nawajua. Naye alikiri niliwapa pesa ili wasiongee. Jamani, nyinyi binadamu, yaani wakiamua kukuandama hawana huruma kabisa. Yaani nililia kwa sauti mpaka ikakauka. Shahidi wa 3 akaletwa. Yaani huyo ndo akagongea msumari kabisa. Mheshimiwa hakimu, yaani kama mtu aliweza kutembea na kichaa wakati huo akijua ni mpelelezi, atashindwaje kutembea na huyo kijana mdogo? Ni kweli kabisa, maana mtoto wangu alikuja nisimulia tukio hilo, nilirekodi. Alisema wifi yangu, yaani ni kama kesi, yaani ilipangwa, ilisukwa na ikasukika. Yaani nikawa siamini kitu kinachoendelea mle ndani. Yaani mpaka nikaa nahisi wazazi wa mashahidi wote walipofuta jasho. Na hukumu ya kesi yangu ilisomwa mbele ya mahakama. Nikahukumiwa jela miaka 30 kosa la kufanya shambulio la kutaka kumbaka kijana mdogo mwenye miaka 15, mtoto wa wifi yangu, yaani dadake na mume. Yaani ni kitendo ambacho sikukifanya kabisa, ila ni hila zao tu. Walitumia na ndugu zangu na mume wangu kwa ajili ya kunishtaki, kwani tayari kakao tayari kushahukumiwa jela miaka 15 yaani kwa lile kosa lake la kutakatifu, kosa lile la kutakatisha pesa za serikali pamoja na kujihusisha na matukio ya kijambazi. Hata hivyo niliridhia kukaa jela kwa kuwa naamini Mungu wangu ananipigania. Sawa, mimi ni mdhambi, nakubali mpaka kesho kwa mimi ni mdhambi, lakini naamini Mungu hawezi akaniacha hivi hivi. Najua atasimama na mimi, atanipigania. Naamini hivyo. Nilikubali mashtaka yangu. Basi nikaacha mambo mengi naendelea. Basi ule wakati tuko sasa tunatoka mle mahakamani, hapo kesi wameshamaliza, wameshanisomea mashtaka yangu. Natoka sasa mahakamani, wananipeleka gerezani. Yaani ule muda tu tunatoka kwenye mlango wa mahakama, ghafla binivu, yaani lilitokea kundi kubwa la nyuki weusi. Yaani walikuja direct. Yaani pale tulikuwa watu wengi, lakini cha ajabu wale nyuki waligawanyika. Kuna nyuki walioenda kwa yule hakimu, kuna nyuki walioenda kwa wale mashahidi, kuna nyuki walioenda kwa mawifi zangu. Yaani kila wanapojaribu kukimbia wale nyuki wapo. Hakuna ambaye aliweza kubahatika kukimbia wale nyuki. Sasa watu, yaani badala watu wakimbie na kuwasaidia, tukabaki tukakazi, yaani tukabaki tumesimama
tunaangalia jinsi wale watu wanavyohangaika, na yaani ile hali inaendelea kuleta taharuki. Yaani kabla tujakaa sawa, likaja gari jeusi aina ya Mercedes Benz na likafunga breki mbele ya uwanja wa mahakama. Mlango kushoto wa gari ukafunguliwa, akatoka mwanaume alikuwa amevaa suit nyeusi, huku ndevu zake zikiwa zimechongwa vizuri kwa kuzunganisha pamoja na mdomo wake. Na usoni alikuwa amevalia miwani mieusi, na alionekana ni nadhifu vibaya sana. Yaani kiukweli nilianza kumsahau kwa jinsi alivyokuwa amependeza, lakini nilivyomtazama kwa makini alikuwa ni yule mkaka kichaa Godwin. Akafungua mlango wa nyuma wa gari, nikamwona katoka mbabu mweusi ambaye alikuwa amevaa kaniki zenye rangi mbili tofauti. Upande wa kushoto kaweka yaani kafungia nyeusi, upande wa kulia kafungia kaniki yenye rangi nyekundu. Na mkononi mwake alikuwa amebeba kiko. Yaani amna mtu ambaye alihitaji elimu au alihitaji kuambiwa kuwa yule ni mganga wa kienyeji. Yaani ukimwona tu unajua yule ni witch doctor. Yaani usubiri kuambiwa na mtu yoyote, the way anavyoonekana unajua kabisa ni witch doctor. Sababu alikuwa ameweka na shanga, kavaa na shanga zenye rangi tofauti tofauti. Godwin alicheka sana, kicheko cha dharau, kisha akasema, mlidhani mtafanikiwa? Mimi ndiye mfipa halisi, na kwetu niliwaeleza kabisa ni Sumbawanga. Sasa nimekuja kumalizia kazi, alisema Godwin. Nikibaki nikimtazama, ni kazi gani anayomaanisha? Nilikuwa hospitali ko ni kipi kilichokuwa kinaendelea huku? Sasa nikaa najiuliza. Godwin aliendelea kupaza sauti yake kwa kufoka, mnadhani kujifanya kichaa kule majalalani ili tu niwaaminishe watu kuwa mimi ni kichaa? Mnahisi ilikuwa ni kazi rahisi? Nimefanya vituko vingi sana vya kumdhalilisha utu wangu. Nimediliki kujitolea mbele za watu. Nimetoa nyeti zangu na ukojoa hadharani ili watu wasigundue nilichokitafuta. Leo hii nimekamilisha kazi yenu. Mhalifu wenu nimemleta, mnadai eti mimi ni kama ngoswe penzi kitovu cha uzembe. Mlimaanisha kwamba sikwenda kufanya kazi bali nilikwenda kutembea na mke wa mtu. Msichokijua ni kwamba nilitembea na huyu mwanamke ili iwe rahisi kukamilisha kazi yenu. Kazi ilikamilika, na mnaleta janja zenu. Mnajua watu wakiona hivi, yaani wakikuona hivi mtaani, sio wanakuchukuliaje? Na jinsi nilivyojidhalilisha
nikipigania kazi yangu. Hivi mliliona kweli hilo? Watoeni hao nyuki kwenye miili yenu, au la mnipe changu. Yaani Goldwyn alicharuka vibaya sana. Sa mimi moyoni nikiwa nachekelea tu, mithili ya kwamba changu doa aliona bia mezani kwa jibaba lake lenye kitambi. Yaani nilikuwa nimefurahi jinsi Mungu alivyowaadabisha watesi wangu. Yaani huyo Mungu huyo, mtegemeeni tu yeye. Mungu yupo jamani, Mungu yupo. Yaani hata kama uwe na dhambi kiasi gani, lakini amini tu Mungu yupo. Na uwezo ukajua ni lini atakusaidia, ni wapi atakusaidia, ni katika hali gani atakusaidia, ila amini kwamba yupo. Basi hakimu akaanza kuongea kwa unyenyekevu, mithili ya mwizi alikuwa anaiba stendi, au mithili ya kibaka ambaye kafumaniwa. Kijana, tumekosea sana, tafadhali tuachie huru. Leo pesa zako zote zitawekwa kwenye akaunti yako. Aliongea yule hakimu, huku nyuki wakiendelea kumsambaa mwili mzima, wakiachia macho tu na mdomo. Wanawake wa fedhea. Amoni aibu, aliongea Goldwyn huku akiogeukia maifi zangu. Kisha Goldwyn akampa amri yule mganga awatoe wale nyuki katika miili yao, yaani mwili wa yule hakimu na miili ya wale wengine. Wale nyuki wakatoka wakaenda kwenye, yaani sababu yule mzee alivyoshuka kwenye gari la Goldwyn alishuka na kikapu, ambacho hicho kikapu ndani yake ninavyohisi ndio kulikuwa na makazi ya wale nyuki. Kwa wale nyuki walipotoka tu pale kwenye ile miili, wakatoka direct wakaenda kuingia kwenye vile vikapu, wakawa wamekaa huko. Wewe hakimu, najua umeshatoboa kimaisha, lakini angalia hukumu unazotoa. Umemhukumu mdada wa watu kwa kesi ipi? Sema hadharani hukumu uliotoa ni batili. Yaani ongea kila kitu kabla sijamwaga utumbo wako. Goldwyn alikuwa mkali kweli kweli. Samani mkuu, kusema kweli nilipewa rushwa na ndugu wa mume wa huyu mdada kwamba tumbambikizie kesi ili aende naye jela, kwa sababu kaka yao tayari yuko jela. Hivyo akienda jela watamiliki mali zilizoachwa na mmeo na mme wake, ila asipoenda jela huyu dada atamiliki mali alizoacha mme wake, kwa sababu ni mke wake wa ndoa. Alisema ukweli hakimu, mithili ya mtendaji wa kata aliyetetea ni ugali wake. Jamani, nilitamani kucheka kwa nguvu, ila nilijikaza tu. Lakini kitu ambacho hakimu alikuwa hakijui ni kwamba
wakati anatoa maelezo hayo kulikuwa na kamera na watu walikuwa wanamrekodi. So hii rekodi ni ushahidi tosha wa kukuadabisha wewe na hao watu wako. Na nyie ndio serikali ambayo mnakemea rushwa, lakini kumbe nyie ndio mko mstari wa mbele kuchukua rushwa. Brother, kibarua huwa hakipo hivyo. Yaani kila kitu kinatakiwa kiende kwa mstari. Au unataka ukawe na wewe na nile kibaka au mbeba mizigo stendi? Godwin alimwambia hakimu. Hakimu wa watu alipiga magoti mbele ya Godwin huku akilia kwa uchungu kama mtoto. Sasa nikana najiuliza sasa kinachomliza ni nini? Wakati nalia mimi mahakamani hakuona au alijifanya kuwa kipofu? Sababu nilikuwa nalia. Sasa hivi ni zamu yake kulia. Usifanye hivyo mkuu, nina watoto wananitegemea. Chonde mkuu. Hakimu aliomba msamaha, lakini Godwin hakumsikiliza. Hapo moyoni sasa nikasema Mungu acha tu yamkute, maana walikuwa wananifunga. Siku ile kwa macho yangu niliyoshuhudia Godwin akiwekewa bilioni 600 kwenye akaunti yake ya benki. Kamoyo kalilia kalirukaruka kwa furaha, huku nikasema sasa tunaenda kwa matajiri, maana pesa hiyo waliokuwa wamewekewa itakuwa ni ya Godwin halali. Basi baada ya Godwin kulipwa pesa yake, siku ile hakimu aliachishwa kazi na serikali kwa sasa ikaanza sasa kukemea. Sasa sijui kama walikemea kweli au walikemea kwa ajili ya kuficha yale yaliyotendeka na yule hakimu. Basi kwa kuwa mengine hayatuhusu, Godwin alinibeba tukaenda zetu kwenye hoteli ya nyota 5 yenye kila aina ya vivutio vya kushibisha macho. Basi tulipofika hatukutaka tena kukaa nje. Tulichukua chumba na kuagiza vinywaji. Tuliletwa chumbani. Wakati huo tayari Godwin alishamlipa mganga kwa kazi yake aliyokuwa anaifanya. Mganga hakutaka tena kukaa pale kwa yeye moja kwa moja akarudi zake siku hiyo, akarudi zake Sumbawanga. Tulipoingia tu chumbani, Godwin alinishika mashavu yangu kwa mkono yake miwili, akasogeza uso wangu karibu na uso wake, huku akinitazama machoni bila kupepesa macho, kana kwamba kuna kitu alikuwa anateta moyo, kimoyo katika moyo wake. Mtoto akikemie kwa furaha niliyokuwa nayo, nikashindwa kujizuia. Nilimkumbatia na nikampiga busu kidogo, nikamnyonya mate kwa kuwa bado nilikuwa sijapona vizuri. Nilishindwa kufanya zile mbwembwe nyingine ambazo zilihitajika nimfanyie. Nakupenda sana Zamda. Unajua, huwezi amini, kila nilipokaa
nikivuta tu taswira ya sura yako huwa nakujua wewe ni mwanamke mtamu sana. Yaani tulipotengana kwa muda wa miezi michache niliugua ghafla. Yaani na nilijiona kabisa naenda kufa. Kweli nilikuwa nakufa kioro kwa kukumisi. Yaani muda mwingi nilihisi kama nimerogwa. Maana mama mpenzi, unajua na unajua kabisa baby, yaani hapa duniani sijaona mwanamke yoyote mwenye viwango kama vyako, na nakwambia hata nikifa nitakuwa natoroka mbinguni. Tuzaga mwali, maana najua hata huko mbinguni hakuna mwanamke kama wewe. Baby, naomba tamu yangu basi, my love. Godwin aliongea maneno matamu, lakini yote ya yote niligundua kwamba yale maneno yaliletwa tu na kwa kunimisi, na zilikuwa ni mbinu za kunipata ili aweze kupata haba langu kubwa la mimi Zamda. Yaani sikutaka ajisi vibaya wala aongee sana. Nilianza kumfungua vifungo vya shati, nikaliweka shati pembeni, naye akuwa mnyonge akanivua gauni fupi ambalo kwa nimelivaa na chupi. Kisha akaniweka kitandani. Lakini mashabiki wa Yanga walikuwa wamesimama na kuanza kupiga kelele ndani ya boxa. Akanilaza kitandani vizuri na akaja juu yangu. Moyoni nikasi nimpe tu mahaba kama yote, ili nifaidi naye mabilioni ya pesa aliyokuwa amepewa. Akaingeuza kifudifudi na kisha akaanza kunifungua sidili kwa meno, kisha akanigeuza tena chini, na mimi nikamvua ile boxer alikuwa amevaa. Wote tukawa tumevaa na tukawa uchi wa mnyama. Akashuka chini na kuanza kuninyonya tamu yangu. Jamani, nilihisi nipo peponi. Yaani nikayakumbuka yale mabilioni ambayo kapewa, ndio nikajiachia kabisa. Niliumia kwa sauti ya kimahaba, yaani sauti ambayo nilitolea puani. Godwin alinyonya kwa muda mrefu, yaani alipoona itoshi, alianza kuninyonya na nyuma. Lo, mwanaume, yaani alikuwa amenyimwa kinyaa kabisa. Yaani mapenzi ya jamani, yaani kitu ambacho sikutegemea na sielewi ilikuwaje kuaje. Kaninyonya mbele akaona itoshi, kaamua ninyonye na nyuma.
nikachanganyikiwa mpaka nikaanza kuongea vitu ambavyo mimi mwenyewe sielewi naongea nini. Yaani chuchu zangu baada ya kumaliza pale akapanda juu, chuchu zangu zikaanza kugusana na kifua chake kilichokuwa na nywele nyingi kama beberu. Kwa jinsi mume wake ulivyokuwa umesimama, yaani hakuhitaji hata kuendelea na kitu kingine, na wala hakutaka hata kutengenezewa njia, sababu njia tayari ilikuwa tayari ishaloana na alikuwa tayari kwa kumpokea mgeni. Alizamisha ndani kama kawaida yake, alinipelekea moto. Mpaka kuna muda nikamwambia please nakuomba, sababu nilikuwa sijapona vizuri, afu unajua ile maumivu alipokuwa anafaa kwa nguvu nikana ya feel kwa nikana, yani kuna muda namuomba apunguze speed mpaka akamwaga. Na alienda mfululizo kama mara 4 hivi. Baada ya kutosheka na mimi kutosheka, tukaingia bafuni kuoga. Baada ya kutoka bafuni kuoga, akachukua simu yake ya meza, akachukua simu ya mezani ya mle hotelini, akapiga kwa mhudumu alete chakula. Mhudumu alileta chakula, lakini mimi nilikuwa sijisikii kula kabisa. Kwa nilichokifanya, nikatoka pale nikaenda nikachukua maji kwenye friji ya mle ndani. Nilipochukua maji, nikiwa naendelea kunywa maji yale, Godwin akachukua chakula akawa anakula. Ili amekula vijiko kadhaa, ghafla akaanza kulegea. Yaani alilegea kama teja. Yaani sijakaa sawa, akadondoka pembeni yangu na kupumua kwa kasi huku mapafu yakimtoka. Yaani nilihisi kutokwa na haja kubwa. Yaani sio haja kubwa tu, yaani nilihisi haja zote zinatoka. Yaani niliogopa kwa uoga. Huko kijasho kikaanza kunitiririka. Yaani yapo na ile hali inazidi kuwa mbaya. Nikapiga simu kwa yule mhudumu, alikuwa ameleta kile chakula. Cha ajabu ni kwamba nilipiga ile simu haikupokelewa. Yaani nilipiga na wewe, haikupokelewa ile simu. Tabu machale akanicheza. Nikawa naongea sasa mimi na akili yangu. Huenda huu ni mchongo, au kuna mtu alikuwa anatufuatilia bila sisi kujua. Na huenda huyo mtu katoa pesa kwa mhudumu watuwekee sumu kwenye chakula ili tufe wote, mimi na Godwin. Lakini njia za Mwenyezi Mungu ni nyingi, maana mimi sijagusa kile chakula hata kidogo. Kwa mimi kuacha kula kile chakula ilikuwa ni njia ya Mwenyezi Mungu kuniokoa. Niliwaza akilini mwangu. Hapo sasa nikawaza nifanye nini ili nimwokoe mwanaume. Wanasemaga polisi hawanaga rafiki, lakini kuwa na namba ya polisi ni muhimu sasa. Kwani inaweza kukurahisishia wewe kutoa taarifa kwa haraka katika kituo cha polisi endapo jambo lolote baya linaweza kutokea. Kwa bahati nzuri mimi nilikuwa na namba ya afande mmoja hivi ambaye aliitwa Afande Mudi. Namba yake nilikalile kichwani. Namba yake ilikuwa ni rahisi. Kaa tebo ya kwanza. Haraka nikaingiza ile namba kwenye simu ya Godwin.
huku mkono wangu nikiwa huku mikono yangu ikiwa inatetemeka balaa. Afande Mondi alipokea ile simu kwa sauti kwa sauti ya woga. Niliongea nikamwambia, Afande Mondi, mimi Zamda nimepata shida hapa Vegas Lasky Hotel. Nipo na mpenzi wangu chumbani, chumba namba 360. Nimeagiza chakula tuletewe na mhudumu, lakini baada tu ya mpenzi wangu kula chakula hali yake imebadilika, mapovu yanamtoka mdomoni, kuashiria kwamba chakula kimewekwa. Kabla sijamalizia kuongea, ghafla mlango ulifunguliwa kwa nguvu sana. Kwa kuwa ule mlango sikuwa nimeufunga, sababu mimi ndio nilipokea chakula kile. Kwa nilivyochukua kile chakula, ule mlango sikuufunga, nilirudishia tu. Aliingia mtu ambaye alikuwa amevaa maski usoni kama ninja. Yule mtu alinilapua kibao kitakatifu cha uso. Niliondoka chini. Niliona nyota zipo hapa machoni. Simu alinipokonya, akaitupa kwenye sinki la kuoshea mikono ya kile chumba. Kwa bahati nzuri, maelezo yale ambayo nilikuwa tayari nilishatoa, kwa bahati nzuri simu ilivyokata ghafla, tayari Afande Mondi alichukua yeye na wenzake wakaja. Walipokuja, hata yule mtu hajatuzulu mle ndani. Nikasikia nje vingono vya polisi kuashiria kuwa ni hatari. Haraka polisi walifika mpaka chumbani na kumkuta yule mtu amenishikilia na kunyoshia bastola. Kabla hajanipiga risasi, wote walikuwa washamuwai. Walimtandika risasi 3 kwenye mkono. Tena walimpiga kwa ustadi wa hali ya juu kwenye ule mkono ambao alikuwa ameshikilia ile bastola. Na bastola ikadondoka chini, huku yule mtu akipiga kelele kwa maumivu, mithili mtu alikuwa ameng'atwa na nyoka. Haraka polisi na majukumu pale, wawili walienda wakambeba Godwin wakampeleka hospitali, na 2 wakampeleka yule mhalifu kituoni, na 2 wakiwa wanahakikisha kwamba lile eneo nililopo linakuwa ni salama. Basi tukatoka nje ya chumba. Kumbe huko nje kulikuwa na mapolisi wengi ambao walikuwa tayari washapata taarifa na wamewashikilia wale wahudumu. Kwa hiyo kupelekwa sasa hospitali, kuna ambao walipewa jukumu la kunilinda mimi. Dada, sehemu hii sio salama, utaongozana nasi hadi kituo cha polisi cha Kati kwa ajili ya kukuwekea ulinzi zaidi. Basi nikaongozana na wale polisi, huku moyoni mwangu ikiwa na hofu na moyo ulikuwa unadunda kwa uoga vibaya sana. Niliwaza, Godwin atapona au hatopona, na kama akifa itakuwaje? Maana ndio nguzo yangu iliyobaki sasa hivi, ndio mtu ninayemtegemea hapa duniani. Hivi nilikaa kituoni kama siku 3 bila kujua taarifa yoyote ya Godwin. Hata nilipojaribu kuuliza polisi, walinijibu tu kwamba, dada, unapaswa kutulia na kujali maisha yako ya sasa na mambo yako. Ujue ni kitu ambacho nilishangaa. Wale polisi ni kwamba wameniweka mimi wananilinda, lakini cha ajabu
walikuwa waonyesha ushirikiano wowote, yaani ule ushirikiano ambao naweza nikasema hawa nipo nao, hawa ni watu ambao wanaweza wakanisaidia. Hamna, hawakunipa ushirikiano wowote. Nilikaa mle mpaka huwezi amini, niliwatoroka polisi ambao walipewa agizo la kunilinda. Nikatokomea chocho kwa chocho na magongo yangu. Nilitoroka. Yaani niliamini kuwa nikitumia magongo yaani nikitumia magongo wanaweza wakanikamata, lakini nilifanikiwa kutoka mikononi mwao. Kwamba nilishindwa kuvumilia, sababu unajua Godwin ndo mtu ambaye anaweza akanisaidia. Kwa nilivyotoroka pale polisi, nilipita chocho kwa chocho mpaka nikafika barabara kuu. Nikaanza kutafuta bodaboda, nikanaangalia huko na huko, lakini kila inapita kwa kasi. Akapita bodaboda moja, akasimama, akaniuliza, vipi, unaenda? Nikamwambia ndio. Akaniambia twende. Nikamsogelea, nikamuuliza Simambo, nataka kwenda. Nikamuuliza shingapi? Akanitajia bei kubwa. Alivyonitajia vile, nikamwambia basi nenda. Akaniuliza kwani una shingapi? Nikamwambia mimi sina chochote. Akaniambia kapande pikipiki ya babu yako. Kisha akanifyonza, akaondoka zake. Sasa nikabaki na shaka, sijamkosea chochote, nimwambia tu sina hela. Kanifyonza, kaondoka. Huyo nikiendeleza zangu mdogo mdogo, nikanatembea tafuta kituo cha pikipiki. Nimeenda mbele, nikaona maaskari na mmoja wapo namjua. Nichokifanya, nikatafuta kinjia cha chocho pale ambacho kinaweza kikanisaidia, nikatokezea kwa mbele, nikapita. Nilivyopita na magongo yangu taratibu, hata sina haraka, nikaja nikatokezea kwa mbele. Nilipotokezea kwa mbele, nikana karibia kile kituo cha bodaboda. Nilivyokaribia kufika pale, nikamwona mfikia. Nilivyomwona sasa, moyo najiuliza, nimwite anisaidie au niachane naye? Kingine kinaniambia mwite, kingine usimwite, yaani vurugu. Sasa nikajiwazia, sawa namwita. Kwani Bifu alikuwa wapi? Ajui kama mimi na matatizo? Kwa nini hajawahi kunitafuta na hajawahi kuja hospitali nilivyolazwa? Nikaachana naye, niko na tubola nife na zangu, sababu hii dunia ukijiendekeza sana kujifanya una upendo na kujifanya una moyo wa kusamehe, unaweza ukajikuta unakufa kabla umri wako. Huyo nikamaindi mambo yangu, nikatembea mpaka kwenye kituo cha bodaboda. Nilipofika pale, nikaongea nao, nikaongea sana huyo mmoja. Nilipoongea naye, yaani sikumwambia kuhusu kitu chochote, nimwambia tu naenda sehemu fulani. Akaniambia sawa, twende. Nikapanda. Nilipopanda akaniambia nimesahau. Nikamwambia vipi? Akaniambia nitakiwa nivae helmet sababu tunakopita na manini matrafiki. Nikamwambia mna shida. Kwa nikashuka na makongo yangu pale kwenye kiti. Akaenda akachukua hizo elementi
akanipa moja akavaa yeye. Nikapanda, nilipopanda ile sasa ile gongo lile nika nimelilaza hivi kiulalo. Akaniambia, dada, usiweke hivyo, utasababisha tupate ajali. Kwa ili gongo lisimamishe, au kama unaweza lishikilie kwa hivi pembeni. Nikasema cha kujiumiza nini? Nikalisimamisha. Safari ikaanza mpaka kwenye hospitali ambayo alikuwa amelazwa Godwin. Cha ajabu sasa, tulipofika pale hospitali, mwisho wa sehemu ya 4 ndio mwanzo wa sehemu ya 5. Je, unataka kujua Zamda alipatwa na nini baada ya kufika hospitali? Usikose kuungana na mimi katika sehemu inayofuata. Usisahau kusubscribe, kulike na comment, share, na usichoke kusikiliza Kosi Simulizi. Bye.